Amen. Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani nitumie dakika moja kuweza kushiriki neno la Mungu na wewe. Yohana 15:7, Biblia inasema hivi kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Maombi kwa tafsiri nyepesi kabisa ni sisi kujua ya kwamba pasipo Mungu hatuwezi chochote. Pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo unapoingia kuomba ni kwamba umetambua ya kwamba unahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Na unahitaji msaada kutoka kwa Mungu kwa sababu hauamini nguvu zako kama zinaweza kukufanikisha, wala hauamini utashi na akili na uwezo. Hata kama kuna wakati unaweza ukajiona unaweza, au unaweza ukaona unaweza ukafanya unachokifikiria, lakini mtu yoyote anayeomba ni maana yake ameamini katika moyo wake kwamba pasipo Mungu siwezi kufanya neno lolote. Hasa Biblia inasema hivi kwamba ninyi mkikaa ndani yangu. Manake wewe ukimwamini Mungu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, Kristo Yesu, na ukakubali kwamba maisha yako hauna Mungu mwingine, hauna msaada mwingine, hauna wa kumtazama. Na yule anasema kwamba nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Kwamba Mungu pekee, asipofanya Mungu sina wa kumuona akifanya. Asiponisaidia Mungu sina wa kumuona akinisaidia. Anasema mkikubali kukaa ndani yangu, lakini pia na maneno yangu yakikaa ndani yenu, kwamba kile ambacho yeye amekisema kwa neno lake ukakipokea kama cha kwako, kile ambacho amekuahidi ukakithamini na ukakiweka ndani ya moyo wako, hicho ndio ukakichukua kwenye maombi. Hicho ndicho kaja ukaomba kwamba sawa sawa na ulivyosema Mungu, sio malalamiko wala sio hisia zako binafsi au sio mapenzi yako yale ambayo unataka, ila kile ambacho Mungu amekisema. Anasema utakapoomba lolote litatokea. Hasa katika maisha yako usikubali kudharau nguvu ya maombi. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, tena kama akiomba kwa bidii. Napenda tafsiri moja inasema hivi kwamba the prayer of a righteous man availeth much, they make tremendous power available. Kumbe ule wakati unapoweka nguvu yako katika maombi, kuna nguvu unayoitengeneza. Anasema tremendous power, nguvu isiyo ya kawaida inayokuwa nyuma yako. Unajua ushindi wa mtu katika maisha unategemea na aina ya nguvu inayofanya kazi nyuma yake. You are as powerful as the power behind you. Sasa unapokuwa umejiweka katika maisha ya maombi, ninataka nikuhakikishie ya kwamba hii nguvu ya Mungu ambayo itakuwa ikifanya kazi na wewe itakuletea ushindi. Moja, itakupa kuyaishi mapenzi ya Mungu, na itakupa kuishi kile tu ambacho Mungu amekikusudia ukiishi. Nataka nikuambie katika jina la Yesu Kristo aliye hai, weka muda wako kwenye maombi, weka nguvu zako kwenye maombi, weka commitment yako kwenye maombi, na